Agoi karanza. Wala so mga kuaraye, agoi liga abo banta kobera. Igo na linda wala wala wase sirete. Nde kuya wase nde mole. Mama diye diye terogo, wase no koi karanza. Respect your wife. She's very dear to you. Thank you. Next time mwana ngoje gotera ondiende igonda atakente lyabo basia kogotena ukwana kwa ngola kimokao. Igombu yato leo sebobe. Kwana mono? Ndu erebuya. Igotena aja krisi tambe ilibon. Ngobian. Tero mudaji noyo babwate. Kote babwate. Bwana asifiwe. Nikiwa nafasi wacha niruhusu nilete maovasiasi wetu wasimame. Ovasiasi wetu wote wasimame. Bongo nyorali baganyo yo karo oye target yo waswadi bagili ya yes straight. Unomo ovasi. Ovasi jiwe tapoto. Ovasiasi wote. Oye target yo unomo nyorali bakota yo ga baswira ini abunga. Tali ko baru upset. Igo. Ta basa ko wakiruzu na mama wilaya. Oni mama basa ko wakiruzu na mama wilaya. Kola. Igo ko bela kwa na. Igo na lingwete. Chaka ko dogo kabisa kwa tebe dieta ni wilaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na bakwanira sebire bibi ya muri mwese. Ntebe tajana nkoro kwa mawasya. Samali Kenyambi. Asempene nilete ni wilaya. Ya Burangi. Pia ni wasomwa. Amina. Uyayo. Mwe wote uyayo. Kinyambi no ara round. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Huyo ni mchungaji Stefano Anyona Siango, askofu mwangalizi Igena. Bwana asifiwe. Amen. Nixon Makori Mitengera. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Osonga Lois Suneka. Suneka, nobody can registration. Bwana asifiwe. Amen. Jacob Mchangwa Nyamati. Na yule ngete chief marshal. Praise the name of the Lord. Amen. Don't go to say amen. Amen. Orangi Kenya district. Thank you very much. Na yule ngete registration. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mogita. Ora tika chairman niko. Ora genda bani. Na iko buroni. Bwana asifiwe. Amen. Reverend John Ogise Nyajaki PAG district. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Askofu Angweni Peter Kianungu. Kianungu no wale hall B. Hallelujah. Amen. James Omondi Itibo. Chief Asha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Joshua Vijana Musojo. Na yule ngete hall ya Muino. General Secretary PAG Kenya. Amen. Nawa Raibande Mosmora iga Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Reverend Elicha Marua wa Wasia wa Nduru. Ninatangazo nataka kuweka kati yetu tulipoteza mchungaji mwenzetu ambaye anaitwa Reverend Diso Nyomoke. Tutamleta tarehe 29 na tutamshika tarehe 30. Wakati tulipokuwa Ugembo Lacha alifanya katika kanisa la Nyagiki. Kwa hivyo tunawakaribisha yote mjumuike pamoja nasi katika kuomboleza kwa kupoteza mwenzetu. Barikiwa sana. Pole my brother. Secretary to. Controller no around. Controller please. General Secretary pamoja na wageni pamoja na washirika wetu na wachungaji na mawaziri wote na wageni. Hamjambo? Jambo. Somebody thanks Reverend Nicholas Okingi, Modisi wa Wazia Nyanziongo, na neno mo secretary Usi Lacha, Kalare Chairman, Mabirundu Treasurer gaina kolete byego kurwalia moko yewa. Bana no mo wasia Burangi, no wasia Nyagesa, ko chabale. Abasabira apology. Thank you. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiye Mogita Moses wilaya no iga abali kalidia somo nene biya mono nyasaba sentia moni musi. Amina. Abagina bechi wilaya bai uli baga bakwana. Abagina wilaya cha koro musaka kartene ngoro gaki. Mama wilaya kama kwa mkutano tafadhali simama. Mama wilaya wakoridi kwa hema. Nilikuwa nafikiri mko hapa ningewafukuza vibaya. Thank you. Mmepita mtihani. Bwana wabariki. Nimeona mama wilaya Bosocho, Mitengera, nimeona Sameta, nimeona mama wilaya wengi. Bwana wabariki. Kwa nafasi ya kipekee niruhusu nimlete rafiki yangu, a great man of God, ambaye
ameturuhusu kukaa hapa na amejitolea, na every time tukiwa hapa yeye ana make sure kwaya yake ina participate. My brother Reverend Lawrence Morara, please come. I know you were not expecting this, but this is a very great appreciation. Makofi mazuri as we appreciate this humble man of God. Huyo ni mtu ambaye ananyenyekea na anajitolea kufanya kazi yake the right way. Piga Yesu makofi mazuri. Thank you my brother. Feel most welcome. Asante General Secretary, viongozi wa wilaya na wachungaji pamoja na wenzetu kutoka Usilaja, na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Karibu sana. Thank you General Secretary. Thank you my brother. This is a wonderful gesture. Kotoe space yeye, kotoe birogo, ndoli waka na ngotiringa dora akera ase togende, totigo kubongia. Utoyo mondomu ya. Wasa wanoka ketenga guys kwa mondomu sakamba ugo. Toko sega segi. Thank God for that. Praise the Lord. Mungu najua kwa niga ya tumorade. Tuoja naja aka chiko michingi yaki watu muminani. Lo na bombe. Abantu bako twale ndamwamu. Praise the Lord. Ndio tumiediane ndio kwa na mano. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Richard ndio. Mbarikiwe. Bwana wabariki sana. This is the woman behind the camera ambaye wala hawajui, she's acting behind the camera. She's the one actually facilitating me to make this occasion successful. Katika saja bange bako tabanga mukungu naro oko makonya. Ninje weka ngokwa na ngokana ngo makonya. Bande mbali utakaba kwa na mukungu makonya. Praise the Lord. Tuko na walimu wengine kadhaa katikati yetu na principals wa secondary schools and primary school. Wherever you are, please, kama uko kwa mkutano simama popote ulipo. Principals wa secondary schools, primary school, mumetupa mabuses, mumeleta watu, mumefanya kazi. You are great people. I want to appreciate you. Please come forward. Nchugo cha principal, I can see you. Mwatokonya. Na inama deputy principal bali mwacha na barabua. Patokonya, we appreciate you. Bali watu napaka jibasi. You are great people. We appreciate you people. Thank you very much. Thank you General Secretary. Jina langu naitwa Pastor Richard Nyabayo, nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni principal Machongo High School. Nampenda Yesu. Amen. Na kwaya yangu iko hapa. Na mimi kwaya yangu iko hapa. Nyaboka Asuma, Kisii PAG Principal Nyaikuru High School. Bwana Yesu asifiwe. Nami kwaya yangu iko hapa. Hiyo kari PAG kwa majina ni Josephine David Ogega, the head teacher Tura Primary School. Thank you. Thank you very much. Wakile chiko michingia. Bakaba chivu malema. Naba diyo. Onye koromo chivu modio mo MCA. Omo county administrator tamatali kuja mbele haraka haraka. Yeah. Thank you. Chief. MC for servant. Oh, thank you, Chief. Feel most welcome. Chief for servant. Chief, nimeona Chief Kamau kutoka Igorera. I already know him. Thank you. God bless you. Can say nene bwata wantamana. The General Secretary yechi Kenya, watumishi wa Mungu, waumini wote na wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ya muraso monene. Uyo senior chief Evans Ocharo Magoma. Hata nami niko na makwaya sote kutoka lokesheni yangu ziko hapa, na kula ambapo nashiriki Zuneka PAG ziko hapa. Nami niko na bibi dae tena yora makwani wote na injenia royo sukuma ngona kwa remobe inchuo taiga akwani aba wangu taiga na itro motiani bia mwana sana mose ni Kama asifiwe. Kama
Bwana asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Josephine Ubarikiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nelson Yatandi kuru Masakwe. Omwanafunzi wa PPC. Sekretari na wasomya. Na otomanyete nere nyumba mwana aja. Ngitiko sa muntu na noyo. Ate kama unyaboga. Seitombo matao ga sakro kugomba. Kanisa ya neno murera yechi. Andi ni jomo dikoni. Esenta na andi ni tenene retora mana yo Raymond. Andi ngotera andi na teraga. I love that lady. That is a wonderful lady. Thank you. Pastor Kamau huyo. Pastor Kamau alitubebea Biblia kuja. Huyo ni kijana yake. Pastor Kamau, thank you. Thank you. This is your father. Because of your father, say hi. Bwana Yesu asifiwe. I am what I am because of him. Thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mjengo kumugusumu pastor mnyama wa PAG, my wife. Wageza wanyama magungama my wife. Number 2, I work at the county government. I'm in charge of revenue. Njentenete bango. Mungu awabariki sana. Walifanya yaga enda usi. Baba wacha kwaracha. Mai tena wala kagenga tinywa medu. Jana nyomete ngakora. Na wana nimbu. Mungu awabariki sana. Ndio ababa. This is a great honor that you have given us this opportunity. Na imekuwa vizuri. Madalande oyamero lenge best mani ya ito majano secretary yo. Abando na wa kubinga ngiyako karatwanja ine yo mwanzio. Praise the Lord. Amen. I'm humbled for the presence of the Lord. I thank the Lord. My name is Kopra Mugicha. And I will man of God is the dean, our partner, our counselor, and even Pastor Marara, Pastor Hussein. So pray with us. I thank God and for praise. Thank you. God bless you. Nyasaba sisemi sana. May the grace of God be sufficient. Thank you. Reverend Wilton Mukua lost her husband. Nyasaye tigamo le memono. Nabona alaka sakarakali kile mutu onaiga. Tinte komenta manganande. Nombolo na mentira mange. Ndateka ko tebina ki malika arote baiga. Amaraika ali ajete ase Gabrieli. Itindi korana. Iga matebe tiga. Iga matebe tiga. Amaraika ali ajete ase Gabrieli. Iga matebe tiga. Teterote ya boka bana bange bali kujebura. Iga matebe tinga. Nobu golio bolito. Naendo nyoro mwana muisia. Emoroke Yesu. Igeta bauti nero yoko golio bolito. Noko nyoro mwana. Na bora abo bolito nyora. Tairasi mange karoko bogolingo nyorori. Lakini akamatedinga kokobogolio bolito no nyoro mwana muisia. Yote keteko tangazi na bani na bala bagusi. Yesao to ilo bolito omwana ngotokare. Bato na banja na batanja kakwa bogoyo bolito yesao tebile oikoso kyo mwana. Lega kiyo oiko mwana okasoka no toka kororo gendi omwana oikasoke. No toko oi. Mwana ko ayai. Levantalo mwana oyai. Yewe chandaye. Yesani malaika tena ki. You will conceive and give birth. We will never put our heart. Ekikuwa bogo ili ntoli goji kwa ketukuta. Yesao itongo tokonya ale toke sokie. Praise the Lord. Kita call kita upata manande mga baraba gotu wako retired pastors bara seke pandeke na abasa bilenga mote neighbor moche mocha kiagara ina bantu bengi nchana ne tini ni mwanje rusiriale retired pastors talinche na balitaya miaka yaika mukanyolanga ukamugenda
buya ande mukagenda masikami igo kale wanaine itaya igo ngakora yangu yubuya tero wana malita bwangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu ni mtoto wangu. Bwana asifiwe. Reverend Hanson Yondari, senior pastor mwelekezi. Sijui kama utaelewa hii lugha. Ni mwelekezi wa kanisa, mwelekezi anayoelekeza maneno yanayopotea sindikana, yeye anatatua na kuelekeza ni nini. Haleluya. Na sijalitaya bado, ni mwinjilisti tena mhubiri ajabu na ni moto. Saya dari Kenya na waswai kumasi na waili mbali kwa ile somo nene Benjara bara iga wale sasa viwe yeye ni mbia muno asi Kenya PAG Kenya tuwa wata tuwa nako sabakale ama tera kunyaeri otuwa katika tuwa kusara pasa 14 alia 14 Nasa jago seni oko awa pasta baminto mutu wa rokorona kunoko njeni rongalicha ya ndoro komisi nangono kwa mimi nangorangola tindiko bajegi moko ngaka matini lakini nyasaye wa pasta kwa seni kuzi yani moja ibali njara bayane. Haleluya. Tena bayane haleluya. Nasa jago seni bono ngola ndebara mangana eba gotebaiga abasitio to bare to mwakondao nabangiro bare tao nabagapo bare tao no kwanjore te bono eba ko munyerera eme mo wa ko ne miya nanda ka nyoro mukungu miya na ko twa emyaka ngoye kama ne nyoro te nika angani ni myaka kama nini na ko mukungu miyo ndendete sasa ni wo eto kile leo watogia mapunguli yale ngine sana nakabatu murogolio. Praise the Lord. Hallelujah. Amatera namaya, there is a lot of importance in singing. Igamba konyanga igoro na matera karo marani takali igoro egeto kali igoro ngendoki ama we shall be singing in heaven. Na appreciate kero yomo asemele melia takoreye. But I want to remain, Brother Titus, you came late. Please, I want to appreciate this great man for coaching our music. Please come over here. Brother Titus Orera is my great friend. He has been very instrumental. Asoko ngama letera. Nero kuranga advising atobe koko naboko koma. Nara abeko hotel. Praise the Lord. Ikotimwa cha bantama ya bako ngoma ngai. Thank you. Asante General Secretary. Gamba kwa ni mwezi mjamani mwezi. Titus Orera kwa Nyamache District. Asante. Thank you. God bless you my brother. Tote leo Ramadan tayari to Morandia, a great man. Dra maleta ndiko watabina na leo tunombo saa chomia. Ndege tebwebe kanga sasa ngara Nyasaye. It's not a joke today. Toka tomo pastor, we have a pastor from Nairobi, Reverend Odiara, is the district overseer of Kawangware. General Superintendent tunakuwa naye jana Kibera, amemtuma hapa on his behalf. On behalf of the General Superintendent, ili officiate this occasion, tumekuwa na yeye na amewasalimia. Hata saa hizi anaendelea kufuatilia. Tumeweka kwa mitandao ili afuatilie mikutano huu, sababu ni mkutano wake. Sababu tumekuwa na conference Kibera jana, hatungeweza kuja wote. Ilibidi tuendelee na ile conference. Akamtuma Odiara hapa. Odiara, I thank God for you. Ili niwaambie waongozi wajue. This is one of the best district overseers we have in the country. That is true. Overseers wako hapa. Ekile kia kene. Chini bodi jere kakoleta. Atio jango kutigera muri. Kachigo swalo te moko antigera keigo. Echa ejira abarua. Mumanye goja kurumagera.
It's true. Sikweli. He has performed. And he has multiplied the church from 38 churches 2, 3, 4 years ago to 78 churches now. Piga makofi mazuri. He's a powerful speaker. I thank God for the general superintendent. Kumchagua huyu ndugu amlete hapa. He's a great man, I respect him. Nataka tupige makofi tunapomleta. Makofi mazuri, shangwe na vigelegele, appreciate. Piga makofi mpaka kuja mbele, makofi mazuri. Thank you, thank you. God bless you. God bless you. Amen. Praise the name of the Lord. Ngoya mna wasomo nene. Isaya tuwela mawela sana tukulia lero. Mungu ametuhurumia siku ya leo. Na ikile Kisii no bwanjani bwaye. Tumefika Kisii kwa upendo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu awakwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu awakwe. I want to thank God for the grace He has given unto us. I know God bringing us together is by His grace. Asante sana Homo Secretary wa PAG Kenya. Secretary asante. Mbuya mono. Asiri baga. Asiri baga ni nako hivi. Kwa nafasi hii. Amen. Amen. Ngoja kwa Reverend Kenneth Odiara. Anaitwa Reverend Kenneth Odiara. Overseer wa Kawangware PAG District. Yeye ni overseer wa Kawangware PAG District pale Nairobi. I want to thank God because of his the doings, what He has done today. I know this is an opportunity that God has given me. I want, because of time, I want us to read the Word of God. Then we pray together. This is a good unity. And the Bible says where there is unity, God commands a blessing. We are reading from the book of Joshua. Joshua chapter 6 verse 16 and verse 20. Kitabu cha Joshua 5:15. Egotebanga engaki ya gatano na kabiri abakuani kobagenderete kubugie bitureri. Joshua agatebya abantu akiriogi liesegi ekiagero monene obaire omochioyo. Emerongebere abakuani bakabugie bitureri na abantu oba biule bagakeli ogiri nana lyesegi nechindwaki chikawainse kelima elio abantu bakagenda bosyo bagatira ochomochi bakainyora. The seventh time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the people, shout for the Lord has given you the city. Verse 20. When the trumpet sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall collapsed. So every man charged straight in, and they took the city. Our Heavenly Father, we bow before your throne of grace. We want to thank you, Lord, for this wonderful time you have given us in your presence. Thank you, Lord, even for this gathering that you have gathered us here. And I know many times when you gather your people, you don't gather them in vain. There is a reason why you have gathered us in this place. So this afternoon, my Father, as we hear from your word, we pray that may you speak to our hearts. Thank you, Holy Spirit, because
because you are able to minister to each one of us. Anoint me because of this congregation. And at the end of this session, we shall have all the reasons to thank you. In Jesus' mighty name we pray. Can somebody say amen? I want to speak about praise. When you praise God, your enemies becomes God's enemies. And the moment you praise the Lord, your battles becomes God's concern. That is why God is talking to the children of Israel. He's telling them, as much as you have conquered the Canaan, I want you to praise the Lord. He's telling them that the seventh time around, when the priest sounded the trumpet, Joshua commanded people to shout. That is why when we give God the praise, God comes down and fights for our battles. You don't have to struggle in life. Just learn to praise the Lord. When you dwell in the praises of God, when you understand the power of praise, when you understand the power of singing, whatever battles you encounter in life, you will not need to fight. God will begin to fight for you. God will begin to fight for you. I want to speak to somebody in here. You have been going through battles in your life. I want to tell you one secret. The moment you understand to sing to the Lord, the moment you understand to praise Him, God will come down and dwell in the praises of His people. May God fight for you today. May God fight for you today. As much as unapitia vita, wataanza kupigania, maana katika sifa sawa nawe. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia wana wa Israeli ya kwamba wakapate kumsifu, ya kwamba wakapate kumwabudu, maana yeye hushuka na kukaa katika sifa za watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Christianity is not a struggle. It is a life of yielding to God in totality. There is nothing that touches God. There is nothing that touches the heart of God above the praises of His people. Praises from the saints when they are sent to His throne. The Bible says it is less aroma. And when the children of Israel were praising, when they were praising God, He began to fight for them. When God fights for your enemies, He makes sure that you become victorious. A praising church never experienced death. Never experienced physical death of our members. Because God is the life giver. Because the moment we praise Him, the moment we worship Him, what God does, He injects life into your life. That is why Jesus came. Jesus came so that we may have life, and so that we may have it in abundance.
to declare to somebody here, the moment you begin to praise Him, the moment you begin to worship Him, you will hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tell your neighbor there is life where you are. Families which dwell in the room of praise, they don't experience sickness. They don't experience witchcraft. They are never defeated. But God's glory covers them against all odds. That is why our God is unbeatable. Satan fears when we mention the names of the Lord. And in singing we mention the name of the Lord. Because the moment the believers praise His name, the atmosphere begins to change. That's what we worship begins to get healed. If you can stop criticizing and murmuring against your husband, if you can stop criticizing and murmuring against your wife, against your church, against your leaders, let me tell you, when you begin to praise Him, God will begin to change the atmosphere. We will never remain the same again. God will begin to work in our lives. God will begin to open the doors. The heavens will begin to speak because of the presence of His people. Hallelujah. There is power when we sing to our Lord. When they began to worship and praise, the walls of opposition will begin breaking. Even high mountains will be brought down. Family divorce will begin to reconcile. Sickness will begin to flee. You will begin to experience victory in your life. You will begin to experience breakthrough spiritually. You will begin to experience breakthrough and then economically. You will begin to dwell in the rim of His praise. Let me tell you, praise is a powerful tool. Of God. And that is why the Bible says, Paul says, thanks to the Lord who has caused us to triumph in Christ Jesus, and makes manifest the Savior of His knowledge in every place. I want to trust God that from today you will begin to experience breakthrough. We have not just come here for competition. We have come here to preach the word of God. We have come here to advance the kingdom of God. We have come here to tell God you are awesome. There is no one like you. Hallelujah. 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 The moment we understand praise, we will never live a failed life. There is a secret behind the praise, because it leads us to victory. The Bible says where we read, when the children of Israel encountered Jericho, they blew trumpets and people shouted in a loud voice. They shouted praise unto Jehovah. Nobody could withstand that praise, because there's power in praise. They were following the plan of God. When they shouted to God, God's walls came down. Whatever wall that is blocking you, whatever is making you not to
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You want the words that have tried to hinder you to come down. Understand the power of praise. Kuna Mungu katika kusifu. Kuna Mungu katika uimbaji. Unapomwimbia Bwana, kila jambo ambalo limeshindikana, Mungu anakupa uponyaji. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. There are wars that oppose your marriage. There are wars that oppose your business. There are wars that oppose your education. Even your spiritual growth. Even salvation in your home. That opposes progress in your life. Understand the power of singing. Don't just take singing for granted. I want to give you benefits of praise. Then we pray together. What praise does, it touches the heart of the king. As we praise the Lord releases blessings unto us. The Lord meets our needs in a diverse way. God called King David a man after my own heart. Because David dwelt in the praises. He brought a daily praises. So for you to be a man or a woman after God's own heart, you must understand the power of praise. God was forced to make friendship with David because of the praises. King David purposed in his life. He decided to praise God 7 times a day. Despite being a king, the Bible says he decided to praise him. He had to come up with a program. He was committed to singing unto the Lord. Not just to spare his time. And that is why David declares. David says, oh God, you are my God. God, I will seek you. My inner thirst for you. My flesh longs and strains for you. In a dry and weary land, I have looked upon you. And David says, I am in your sanctuary to see your power, to see your glory, because of your loving kindness. It is better than life. My lips shall praise you. That is the power of singing. When you sing, God becomes faithful into your life. This is not something we are just doing for the sake of doing. We are doing it so that we may touch the heart of God. Praise the name of the Lord. Another benefit. Praise releases God's power to us. And this power will strengthen us. This power will lift us. This power will enable us. It will help us to do His work. Anybody who does not serve God faithfully, there must be something wrong with you. Anybody who understands the power of singing, anybody who understands the power of praise, God will give you power so that you can do His work. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
of singing. And the work of God will not be abandoned. Kuna watu wamechoka na kazi ya Mungu. Sababu hauna nafasi ya kumsifu Mungu. Sababu hauna nafasi ya kumwabudu Mungu. Mtu hapana njoo kumwabudu Mungu. Mungu anampa nguvu. Mungu anampa uwezo wa kutenda kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. If there are people who know how to praise. Last month I was in South Africa. And I saw people praise. Pastors would praise until they wanatoa koti. Lakini some of us tunajifanya bosses. Wapa wanasema mnapiga kelele. Tunajifanya hatuwezi mchezea Mungu. Ikiwa David alimchezea Mungu mpaka mavazi ikararuka. Sisi ni akina nani? Tunatoka kufanya kazi ya Mungu kwa sababu hatuna nafasi ya kumsifu. Tunasifu familia zetu, tunasifu kazi zetu, tunasifu huduma zetu. Lazima tumsifu Jehova. Na tunapomsifu Jehova anashuka chini anatupigania. Haleluya, 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 haleluya. Nataka niombe kwamba usichoke kufanya kazi ya Bwana. Watu ambao wanamsifu Jehova, hao ni watu ambao wachoki. Bwana asifiwe. Kuna nyimbo zingine hata mtu akiimba Bwana Yesu asifiwe. Mimi ukiona nimesimama na dance lakini ukiona sijasimama utaniguza. Ambia jirani yako imba nyimbo za mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anajua kumsifu Jehova ambiwe inua mikono zako. Inua mikono zake kabla hajaambiwa. Lazima tufike mahali tusilazimishwe. Watu ambao wanakaa katika sifa hawa zote wanamheshimu Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Usimwimbie Mungu ni kama unataka kulipwa. Umwimbie Mungu kwa sababu kuna baraka ambazo Mungu anaziachilia wakati tunapomsifu. Bwana Yesu asifiwe. Praises releases God's glory. And you see, the glory of God, it protects us. That is what covers us when we praise God. When Paul and Silas, they were held in prison. They were surrounded by prison guards all over. The Bible says it is only the praises they offered that brought them liberty. So praises brings liberty. God descended in the prison and the chains were broken. So when you praise the Lord, there is nothing that will stop you from progressing. When you praise the Lord, where there is breakdown, you will have a breakthrough. Because there is power when we praise. There is power when we sing. You will never need a praise and worship team. And that's for your information. In heaven,
there is no a praise and worship team. Ndokamwa the praise and worship team go. In heaven, all of us, we are going to be praisers and worshipers. That is why God is looking for worshipers. And not worshipers. People who can worship Him in the spirit and in truth. So that when we go to heaven, we will have a good time. So praises makes us draw near to God. When we praise the Lord, He draws near to us. He publishes His wondrous works. He drew nigh to where He is. When we praise God, He brings increase. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Notice if you hear to praise Him saying, if you want us to sing, tunataka kwanza chai asubuhi. Tunataka kanisa itengeneze chakula cha mchana. That is not praise. Na matunda. When you praise the Lord, even you don't have time to eat. Because when we praise God, He brings increase to us. Many people get saved and are added to the church. It happened in the early church. In the book of Acts chapter 2 verse 47. When they praised the Lord, the church grew, and many people got saved, and they were added unto the church. God multiplies us and comforts us. Praise releases God's knowledge. It releases His wisdom and the understanding of His people. How I pray that our church will understand the power of singing. Because that is where the blessings of the Lord will be released. Praise perfects and lifts us. If you want to be perfected, if you want to be lifted up, you must praise the Lord. You must sing unto the Lord. There is a lot when we praise God. Let me tell church, never give up. When you give up in singing, God will never have any time to come and dwell amongst us. So watu ambao wanamwabudu, watu ambao wanamwimbia Mungu, kumwimbia Mungu kunafanya anakuja chini, anaanza kuhusika na maisha yetu, hata yale ambao unayopitia katika maisha. Kama kanisa hata limekwama, I grow. Understand the power. We must worship Him. We must sing unto the Lord. Because there is multiplication when we sing unto Him. Kuna watu wamechukua tu kawaida, kuimba ni kawaida. Imba nyimbo mbili za kuleta pasi. Imba nyimbo mbili ya kuleta maandiko. Hatuleti maandiko, tunaleta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe wimbo wa kuleta wageni. We have no business with the visitors. Our business is God's agenda. Our singing should be directed to God. It should not be directed to an offering. Whether you sing or you don't sing, I'll just give.
But when we sing, we are directing it unto God. So wacha tumwimbie Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Yesu asifiwe. Mara katika uimbaji Mungu anashuka na anaokoa. Kuna watu hapa penye tuko hawajamkubali Yesu Kristo. Nashukuru kwa sababu ya uimbaji huu. Kuna wengine wameokoka, kuna wengine wamekombolewa. Kuna nguvu katika uimbaji. Haleluya, haleluya, haleluya. Neiba jirani yako jirani, katika uimbaji. Wakati Mungu sana ameimba nyimbo za Western, nikasikia nimechemka. Nikaanza kuona damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua kupitia kwa hii damu niliokolewa. Lazima nimwimbie, maana anastahili sifa za vinywa vyetu. Hata watu wakikudharau, hata waseme hauna chochote, nawaambia tamani kutumia kinywa chako kumsifu Jehova. Basi hata watu wakukatae, kwamba wakatae injili yako, tumia kinywa chako pia kumsifu Jehova, maana kuna nguvu tunapomsifu Jehova. Let me finish by saying this. There's a young person, a youth in my church. Huyu jamaa kwa mwimbaji. Hata mimi sikuwa mwimbaji. When I was in secondary school, siku moja tukaimba kwaya. Na tukaenda mpaka National Hotel. Na kwa sababu shule haikuwa na pesa za kutosha, wakasema tunataka tupunguze waimbaji. So wakaanza kutufanyia audition. Kitu ya kushangaza wakaanzia kwangu. Waliponifanyia audition nikaonekana sauti yangu ni mbaya. Wakasema wewe unafaa ubaki. Na wakati huu ungesikia kwenda Nairobi. Hata huko unalala usingizi. So nikawambia bwana mnani watu. Kwani mnaimbia nani? Mnaimbia watu kusikia ama ni Mungu? Kumbe Mungu alikuwa ananiandaa kuwa mhubiri. Hata kama sauti yangu ni mbaya, lakini naweza okoa mtu kupitia kwa injili. Kama Mungu amekupa neema ya kuimba, kama utaimba tena, maana umwimbie mwanadamu, unamwimbia Jehova, unamwimbia Jehova. Ndio Mungu akamwambia Daudi, you are a man after my heart. Because of the praises that comes from you, there is power when we praise. There is deliverance when we praise. When we praise, God releases His blessings. Now I pray that you will be a blessing because of the sin. Thank you because of the choir masters. Choir master wimbo unaanzianga kwa mguu. Choir master wataka kuocha kidogo. Paka unachemsha mikono na kichwa kila mahali. Paka kwanya kana kurwa maboko makombo tukirasi. Unagundua kweli huyu jamaa ni mwimbaji. Wamanyanga kena mondoyo no maten. And that is what it's all about singing. Nekyo na kikira somo ten. You must sing with all your mind. With all your heart. How I pray that adjudicators, God will use you.
Not just sing at the voice that comes, but you look at the holistic. Kuimba kutoka ndani ya moyo. Mtaangalia idadi ya watu. Mtaangalia watu ambao wanamtukuza Jehova. Watu ambao wanaliinua jina la Bwana. Ukimuinua huyo Bwana, naye anakuinua. Hallelujah. Anybody who sings, you will become a pillar in the house of the Lord. Pillars are those people. Watu ambao wanasema sisi PAG. Tulikuwa tunaimba hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo za mafuta. Nyimbo za kiroho. Atufananishi Yesu na ugali sosa. That is bad. Unaweza fananishaje Yesu na ugali sosa? Tunataka tuimbe nyimbo ambazo zitaleta utukufu mbele zake. Hakuna kukamatia chini. Bwana Yesu asifiwe. Kuimba si kuimba tu. Lazima hata tuangalie vile umevaa. Bwana Yesu asifiwe. Unataka uimbe lakini tukiangalia mavazi yako. Mtu alisema kuna nguo za wanawake na nguo za wasichana. Wanawake wamenunua nguo za wasichana zote. Najua mtu asema amen. Sasa hivi utakuta msichana wako amemaliza klasi 8, uende sokoni upati nguo. Mama wanawake wameka zote. Alafu nataka kumwimbia Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamsifu Mungu aliye hai. Hatutaki tuonekane. Tunataka Yesu aonekane. Tunataka Yesu aonekane. Hallelujah. 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 Tunakaa katika ulimwengu wa ajabu. Paka kuna nyimbo za ulimwengu zimeletwa kanisani. Tunataka nyimbo za kumsifu Jehova. Nyimbo ambazo zinasema Bwana umeinuliwa. Umeinuliwa juu ya miungu zote. Elohim ni jina lako. That is the only way we can shift God. Praise the name of the Lord. Mungu awabariki sana. Maana si kila mahali wanaimba. Kisii Busi, Mungu awatende mema. Ninaona wazee bwana wanacheza. Na huko kwetu wazee wataki wanajificha. Hapa nimeona hata wamama. Mama wanaimba kuimba. Vijana wanaimba kuimba. Mungu awabariki. Kupita kwa uimbaji huo, moto wa Pentekoste uwake. Watu waokolewe. Watu wafunguliwe. During those days, pastor angeimba tu wimbo. Na mapepo yanaanza kutoka. Lakini saa hii unaimba nyimbo tamu. Watu wanakuangalia tu hivi. But during the times of akina Kaburi,
Unaimba tu wimbo na mapepo yanatoka. Wale wapera vile chaviabu. Kwa sababu Mungu alikuwa anashuka. Sisemi Mungu ashuke, Mungu anashuka. Hata sasa hivi Mungu anashuka. Hapa niombe ya kwamba Mungu aendelee kushuka. Kanisa la pia liendelee kuinuka. Haleluya. Simame wote katika jina la Yesu. When the trumpet sounded, the people shouted. And at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall collapsed. So every man charged straight in and they took the city. I want this city to be taken through sin. I want to thank God because of Kisii PAG. We normally follow you online. Tunapata watu wamejaa kwa hii kiwanja. People are praising God. May God help you to take this city. Because through praises, you are going to dominate. May you dominate in the name of Jesus. May you dominate your village in the name of Jesus. Because the moment you sing unto Him, you are going to take that city. I want us to open our hearts. We want to pray that God give us the grace. Give us the anointing. So that we can sing unto you. Open our hearts, oh God. As I welcome the General Secretary to come and lead us in the session of prayer. Thank you, Jesus. Jehovah, we worship your holy name. Na mikono yako juu, inukia maoka yote binya sai kora njendo simpekewekero. Mikono yako juu, mwambie Bwana nisaidie. Ndo simpekewekero kiogo togia nyasai. Nifanye niwe chombo cha kukusifu. Simpekewekero ligera ni auliweta. Bwana unitumie tu niwe chombo. Konya maana hili kwa bia ndani alikukuna mkono yao. Nisaidie kabisa maneno ya kinywa changu kiguze yaguze roho yako. Because when God is touched, He will release His blessings. Kwa mikono yako juu, mwambie Baba, niandae kwa kukuimbia, niandae kukutumikia, niandae mimi mwaka huu. Nataka mwaka 2023 niwe mwimbaji, niwe naguza roho yako. I want to touch your heart, God, like David touched the heart of God. I want to touch your heart this year. Father, we thank you. We glorify your holy name. Wewe ni Mungu unayetenda. Mungu unayeinua praises kwa watoto wako. Tunajikabidhi mikononi mwako Jehova. Tumeinua mikono yetu juu, hatufai. Tunataka ututengeneze, roho zetu zote sifae. Hata kutapotumika Jehova utusaidie. Tubarikishe kila mmoja. Inua hili kanisa lako Jehova. Zungumza na watoto wako. Wewe ni Baba unayezungumza. Tembelea kanisa lako kupitia kwa huyu mama, gusa mbinguni. Kupitia kwa huyu mama, gusa mbinguni. Kupitia kwa huyu mzee, gusa mbinguni. Kupitia kwa huyu kijana, touch heaven, my Father. We pray that you release your anointing and your grace be sufficient. We worship you and give you honor. In Jesus' name we pray and believe. Amen.